Na maana Yesu alipozungumza yale maneno akasema kwamba wakae ndani ya Yesu na yeye Yesu akae ndani yake. Maana maagizo yake watakapoyashika watakuwa wamekaa ndani yake Yesu. Tayari yale maagizo yatawafanya wasiendelee na vitu vichafu walivyokuwa wanaendelea kuvifanya. Hawatakuwa wananena tena maneno machafu waliokuwa wanaendelea kabla. Atawapa yale maneno, watabadili maneno, wataanza kuzungumza maneno yaliyo safi. Ni kwa sababu wameshakaa ndani ya Yesu. Kwa sababu hiyo, na kanisa la leo, hili neno linafikiwa kanisa la leo kwamba ili kanisa lionekane ni safi, linatakiwa kukaa kwenye maagizo ya Yesu. Ikisha kukaa kwenye maagizo ya Yesu, ikisha kukaa kwenye maagizo ya Yesu, halitafanya vitu vichafu vinavyomchukiza Mungu na vinavyoleta uchafu machoni pa Bwana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo inatakiwa kanisa likae katika maagizo ya Yesu Kristo ili liweze kuwa safi na liweze kusimama jema machoni pa Bwana, na Mungu anapoliangalia kanisa lake liwe kanisa lililo safi. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu ametoa neno la kwamba ili sisi tuwe safi tunatakiwa tukae ndani ya maagizo yake, na maana tuitie jukumu la kufanya maagizo yake, ndipo tutakapoonekana watu safi. Lakini tusipokuwa tumeonekana kwenye nafasi ya kuyafanya yale yanayompendeza Mungu na kuyashika yale maagizo yake, bado hatutaonekana katika hali ya usafi ambao Yesu anasema kwamba ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya upendo. Ina maana utafanyika kuwa safi pale utakapolishika lile neno, utafanyika kuwa mchafu utakapoendelea kuliasi lile neno. Kwa hiyo siri ya kuwa msafi na mkamilifu kwa Mungu ni lazima ulishike lile neno. Ukisha kulishika lile neno, utakuwa mkamilifu na utakuwa safi, kwa sababu umelishika lile neno la Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana atusaidie. Na naendelea kusema kwamba kadhalika na ninyi hamwezi kufanya chochote kama vile tawi lisingeweza kuzaa likiwa peke yake. Vivyo hivyo na ninyi kadhalika hamwezi kufanya jambo lolote mkaonekana ni wakamilifu na safi msipokuwa mmekaa ndani yangu, msipokuwa mmejiunganisha na mimi. Hamwezi mkaonekana mmefanya kitu cha kumpendeza Mungu, hamwezi mkafanya kitu kinachoonekana ni cha kumtukuza Mungu na kumpa heshima Mungu, kwa sababu mmekaa mbali na mimi. Ili Mungu atukuzwe duniani, inatakiwa ninyi mjiunganishe na mimi niliye mzabibu wa kweli. Mkijiunganisha na mimi, mtakuwa na uwezekano wa kutenda mambo makubwa ya Mungu, kwa sababu mmejiunganisha na mimi. Kama tawi la mzabibu ambalo huwa linatoa matunda bora, huwa linatoa matunda bora kwa sababu limejiunganisha na shina la mzabibu. Linapokuwa limejiunganisha na shina la mzabibu, virutubisho na haya matunda huwa yanarutubishwa kutoka kwenye shina na mizizi ya hili shina la mzabibu, na ndipo hili tawi linatoa matunda yaliyo bora. Na ninyi natakiwa mjiunganishe na mimi niliye mzizi, niliyewekwa kuwa kama mzizi wa kila atakayejishikiza kwangu atatoa matunda yaliyo bora, atatenda vitu vilivyo vitakatifu na vya kumpa heshima Mungu.
Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo mwenye masikio ayasikie haya na ayafanye haya, kwa sababu ni yapita. Kwa sababu hiyo, hili ni neno la msingi, na Bwana alibariki. Kwa wakati huu sasa ni kuletea huduma ya waimbaji. Kuletea huduma ya waimbaji. Huduma ya waimbaji tutaanza Sunday. Tutaanza na Sunday kwa wimbo mmoja. Baada ya Sunday, beach choir kwa wimbo mmoja. Baada ya hiyo kwaya ya Kisukuma, Maranatha kwaya kwa wimbo mmoja. Na baada ya Maranatha kwaya itafuata Melkizedeki kwaya. Tawapa nyimbo mbili. Kwa hiyo karibu sasa kwa mlolongo huo na Mungu. Watoto wa Baba.